Kristo mwenyewe anasema kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa unavyosikia Injili ukaamua kutubu, kwa kumaanisha kugeuka na kuacha dhambi, unapaswa kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, na baada ya hapo neema ya Mungu itaingia ndani yako, nguvu za Mungu zitaingia ndani yako, ule uwezo wa kimungu utaingia ndani yako, dhambi zitaondolewa, ule mzizi ya dhambi itaondolewa. Maana yake utajikuta unaishi kama kiumbe kipya, unakuwa mtu mwingine. Ulikuwa uwezi kuishi bila kujichua, ulikuwa uwezi kuishi bila kufanya usinzi, uwezi kuishi bila kusengenya, uwezi kuishi bila kutamani mabaya, uwezi kuishi bila kutumia vinywaji, bila kutumia vilevi, uwezi kuishi bila kutumia mikorogo, kujichubua mwili wako, uwezi kuishi bila kuvaa kiulimwengu, kuvaa kama dunia wanavyovaa, ulimwengu wanavyovaa. Uwezi kuishi bila kujipodoa, bila kuvaa madhahabu katika mwili wako, kuweka mapambo kama watu wa dunia hii katika mwili wako. Ulikuwa uwezi kuishi bila hivyo, ulikuwa uwezi bila kuishi hivyo. Lakini wakati ambao umeamua kuikana nafsi yako na kusema haya yote yamekwisha, ukaamua kuachana haya yote, ukamgeukia Kristo, kuna neema ya Mungu itaingia ndani yako, kuna nguvu za Mungu zitaingia ndani yako. Ile dhambi, ulimwengu, dunia unaanza kukatika kabisa ndani yako. Ile kiu ya kupenda ulimwengu, kupenda dunia, ile kiu ya kupenda dhambi, kupenda ulevi, kupenda uasherati, ile kiu inakatika kabisa, kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia anaanza kukata, anaanza kusafisha. Utakuwa unaishi hapa duniani na ulimwengu atakuwa na kushangaa, kwa sababu hale mambo ambayo hayawezekaniki kwa wanadamu, lakini kwako itakuwa inawezekana, kwa sababu Kristo atakuwa ameingia ndani yako. Kristo ameingia ndani yako na dhambi itakuwa imeondolewa. Kiu ya dhambi itakuwa imekatika. Kwa hiyo ndugu yangu,